Naam, ni 7 News. Karibu sana, mimi ni Brands TZ na yaliyojiri leo Jumatatu ni pamoja na Dangote ametangaza dhamira yake ya kutengeneza kiwanda cha kusafisha mafuta huko Mombasa nchini Kenya. Bilionea wa Nigeria Aliko Dangote amesema anafikiria kujenga kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta chenye uwezo wa kusafisha mapipa hadi 650,000 kwa siku nchini Kenya, mradi unaokadiriwa kugharimu kati ya dola bilioni 15 hadi 17 za Kimarekani. Kauli hiyo imeripotiwa na gazeti la Financial Times baada ya kufanya mahojiano na mfanyabiashara huyo tajiri barani Afrika ambaye amesema kiwanda hicho kinaweza kujengwa jijini Mombasa kutokana na uwepo wa bandari kubwa na yenye kina kirefu. Kauli ya Dangote inakuja siku chache baada ya Rais wa Kenya William Ruto kusema kwamba nchi za Afrika Mashariki zilikuwa zikijadili uwezekano wa kujenga kiwanda cha pamoja cha kusafisha mafuta katika bandari ya Tanga nchini Tanzania. Hata hivyo, Dangote alilinganisha bandari za Mombasa na Tanga akisema Kenya ina uchumi mkubwa na soko pana la walaji, huku akisisitiza kuwa uamuzi wa mwisho uko mikononi mwa Rais Ruto na yeye yupo tayari kufuata mwelekeo ambao serikali ya Kenya itaamua. Ufaransa imeongeza uwekezaji mkubwa nchini Kenya, ikiwemo mradi bandarini, nishati ya upepo pamoja na vitu vingine vingi zaidi. Hayo yametangazwa na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akiwa Nairobi nchini Kenya kwa mkutano wa kilele, ambapo Rais William Ruto kwa upande wake amesisitiza ushirikiano wa win-win, yani ushirikiano wenye manufaa ya pamoja na Afrika. Rais huyo wa Ufaransa yuko nchini Kenya kuongoza mkutano wa kilele wa Africa Forward siku ya Jumatatu pamoja na Jumanne na kuwakutanisha viongozi wa Afrika na wafanyabiashara, akilenga kuimarisha nafasi ya Ufaransa ambapo ni mwaka mmoja kabla ya kumalizika kwa muhula wake madarakani. Pia ataelekea katika mataifa ya Misri na Ethiopia kama sehemu ya ziara hiyo. Ikulu ya Ufaransa imesema kwamba mkutano huo wa Africa Forward unaashiria hatua muhimu katika uhusiano kati ya Ufaransa na bara la Afrika na utaangazia miongoni mwa mambo mengine masuala ya maendeleo ya kiuchumi pamoja na uwekezaji wa kikanda. Na katika taarifa nyingine, licha ya Rais wa Urusi Vladimir Putin kusema kwamba vita yake na Ukraine ipo karibu sana kuisha, lakini imeripotiwa kwamba mataifa hayo mawili yameendelea kushambuliana kwa ndege zisizo na rubani licha ya pande hizo mbili kukubaliana kusitisha mapigano, kuipisha siku muhimu zaidi, siku ya ushindi au Victory Day, ambayo inakumbuka mataifa ya Umoja wa Kisovieti maarufu kama USSR ambayo yalipigana vita vya Nazi na Ujerumani wakati huo mwaka 1941 hadi mwaka 1945. Wakati huo vita ya pili ya dunia ilikuwa ikiendelea. Kwa upande wake, mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Kallas amekataa pendekezo la Rais wa Urusi la kumchagua kansela wa zamani wa Ujerumani Gerhard Schröder kama mpatanishi kati ya Urusi na Ukraine, huku waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris